Sijuti kukufahamu ila najutia kukuamini, kwani nimekupa moyo wangu. By the way, kama kisomeshi kubeza ndani ya Buja Town TV, tutaenda tunakosoa moja baada ya mmoja. Maana kufanya tukosa tayari tumeshafanya, tumeshakosoa. Tunariposti basi. Sijuti kukufahamu ila najuta kukuamini. Yeah. Na click on kwa kufungua screen zenu ndani ya Buja Town TV. Hapa nikisema kwamba ni habari ya mjini, unaweza kunita Kube Drama DRAMA na someka ni drama. Asante na shukrani kwa msha subscribe to YouTube channel yangu, inaandikwa ni Buja Town TV. Mjini ya ulali njaa, utakawia kula tu. Mchezo usichezee. Nikushukuru sana nzoe tayari amesha bonza button niko chini ya video yako, hapo sema subscribe. Nimshukuru sana Raja Buja Town behind camera. Moja kwa moja button naenda na yule msanii fulani ambaye amekuwa mgeni wetu leo rasmi ndani ya studio za Buja Town TV. Inakuaje bro? Fresh. Uko poa? Yeah. Kwa majina utaandika kama aje ili watu waweze kutambua sawa kabisa. Kwa majina mimi naitwa Baby Charo. Baby Charo. Why Baby Charo imekujaje? Baby Charo nimependa tu. Back in days hujaanza kuitwa Baby Charo ulikuwa unaitwaje? Nilikuwa naitwa Merve. Mara ya kwanza mama yako anasikia jina Baby Charo amejifeel vipi? So njoo hivyo, ni kitu kigumu sana kwa wazazi kuelewa, lakini inabidi tu akubaliane nacho. Ngoma kama 6 kwenye YouTube channel yako. Yeah. Changamoto gani ambazo umekutana nazo kabla hujaingia record kufanya studio? So changamoto zipo. Kwanza unaona kujitoa kwenye anga, kusema kwanza kuimba na muziki ni kitu kigumu sana. Changamoto zipo, kwanza inaomba travail nini, kuelewa kitu gani unataka ukifanye. Tuna wiki 3 tunaishi na One Fire kwenye YouTube channel yako. Yeah. Na mpaka sasa tuna subscribe kama 217. Zinatosheleza hizo. Ni changamoto gani ambazo umezipata mara ya kwanza kabisa unaingia studio kufanya record? So mara ya kwanza kipindi naingia studio, tunapanisha mic Raja wanatupata vizuri kule. Tunaingiza mic vizuri hivi kisha ili watupate vizuri kule. Changamoto ilikuwaje huko? So ya mara kwanza kipindi naingia studio huwa ilikuwa vigumu. Unaona, kwanza kitu cha zoeni lazima kiwe kigumu. Okay. Kukutana kwanza na producer, kusema mzoeane, mjuane, mambo ya hivyo. Unaona kama njoo mara kwanza kuingia studio kusema kurekodi na kwa vigumu sana. Yeah. Yapo mengi tunakutana kwenye maisha. Ama ndio yalitufanya na inspired ya kuweza kuandika One Fire. So On Fire ni wimbo niliandika tu kwa sababu ya wapendanao, na hizo siku zilikuwa siku za Valentine Day kabidi niwaandikie tu. Ina maana una mpenzi? Mimi yeye na mpenzi. Anaitwaje? Anaitwa Merva. Tuende vizuri kwanza na video utaipata lini? Na kwa nini hauko mzoefu wa kufanya video sana? Video itakuja soon jo, basi vitu niko najipanga ndani yani. Yeah. Anategemea kama mpaka gisi tunavyoongea Baby Charo ana management ama ana mtu yote ambaye anamsaidia kulipa studio ama video? Kwa sasa sina management yote na inasimamia, lakini na watu tu wana support yani. Yeah. Watu kusupport vipi? Upande kwa sababu kuna sponsor na manager, ni mambo tofauti. Na kuna baadhi ya mtu anaweza anakupatia pesa yake anakuambia mimi nakusaidia, na kuna mwakupatia pesa anakuwa na kitengo cha management. Mfano kama ukipata show tuongee na wewe ama tuone moja kwa moja kwa manager. So kwa sasa sina management, na watu wanao support kwa sasa ni ile tu kunitia nguvu yani. Kunipa nguvu, kuniambia Charo usichoki, ipo siku utafika. Lakini kuhusu pesa bado mpeke na jigaramia. Nice. Baby Charo imeanza kujaje mpaka uchukue jina la Baby Charo? Imeingiaje kwenye maya yako? Yeah, unaona muziki ni kitu chenye nimefikiria toka kitambo. Yani nilikuwa nakipenda toka ningali shule. Na toka nilikuwa nikingali shule nilikuwa napenda sana ustaa. Kipindi nilipomaliza nikaona okay, basi muda umefika, nikaamua kwanza muziki pia. Yeah. Kuna mambo mengi unapita nayo kwenye maisha, na nikidhani kwamba kwenye experience ya video una kama miaka mingapi unaimba? Na miaka 3 yani. Miaka 3 tayari umeshakuwa bouncer kama ungekuwa unanyangua chuma. Na swali moja tu, kuna aina mbili ya video. Kuna clean version na vest version. Hivi ni video gani ambazo unaweza kupenda wewe present mbele ya mamako? Clean version na vest version. Ni aina mbili ya video. So naweza nikapenda hapo yani, naweza nikapenda niweke clean. Clean. Wow. Nikupe sifa mbili ambazo unajua kama mwanamke lazima nitoke naye. Vigezo vile ambavyo unaangoja kuangalia. Ni vigezo vipi? Mwanamke wewe unastahili kutoka naye. Cha kwanza awe ana present mbele ya watu, na awe yuko sawa shape nini, mambo yetu tunajua. Tuko tunatia mic kama vile gisi mimi naweka hivi ili tupatikane vizuri. Yeah. By the way, nataka uniambie changamoto nyingi sana kwenye maisha. Kuna vile unakutana unapofanya kazi
nikisema ulisema una mchumba, hata ukweni kwako vile heshima inaweza kuwa haipo, kwa sababu wanasema wasanii watu wabaya, wakorofi, kwa sababu nini na nini, wanacheat sana. Hiyo neno unazungumza vipi? So hiyo tu ni watu wanajifikiria. Sisi wasanii tunapishana waga. Unaona, sio kusema tu ni msanii ndio mko sababu. Baby Charo, define msanii kwa neno moja. Unaposikia msanii unamsikia mtu gani? Msanii na nikisikia msanii naona kama kioo cha jamii. Kioo cha jamii. Yeah. Niambie why imekuja kioo cha jamii? Kwa nini kioo cha jamii? Kwa sababu tunapasha tuimbe vitu kwanza vya kuelimisha na kufunza watu pia. Tuwajue maisha ya Baby Charo. Kinyume na muziki, nyingine kazi gani ambayo unaifanya? Naifanya kazi ya mikono kwa Milenge Shop. Ya tunatengeneza mameleze pale. Na risk inapatikana. Oh, by the way, na risk inapatikana. Ni kazi gani ambayo huwezi kufanya unahisi kama ukifanya kazi labda muziki wako utarudi nyuma na hautakuwa na civilization sana kwa watu? Amna bro. Unaona hii hapa kwa tunaishi mtaa ni lazima tupambane sana na sisi ni vijana tulizaliwa mtaani. Ndio maana inabidi ni kupambana tu ili siku ziende. Leo tumepresent On Fire. Ni ngoma ambayo kwa sasa tunasema kama tuna wiki nayo 3 hivyo tunaishi nayo. Na unazungumza kwamba changamoto nyingi umetoa kwa sababu ya Valentine Day. Hivi unahisi kama siku ya Valentine unapenda kutoa niseme unaenda kutoa zawadi fulani kwa mchumba wako, kisha unahisi kama zawadi kubwa kisha mchumba wako anachukua kama ni kawaida sana, ungejihisi vipi? So bro, inauma. Naona ni kitu che kinauma kipindi ulipambana kivyako, unatumia nguvu zako kwa kumfurahisha mtu mwingine aisha unamfikishia, naona ni kitu kawaida. Ngoma 6 YouTube channel yako. Niambie ngoma moja ambayo umeandika kwa sababu ya mtu au kwa sababu ya watu? Kawaida ukiangalia Mi Amor nimeandika kwa sababu ya watu. Juu ni brother wangu tu alikuwaga, nikaona mapenzi yao yanafurahisha, nikaamua kuandika. Unahisi kama iko siku utafanya song ya mapenzi yako? One day itafika. Inatokea labda shemeji ushampresent hivi kwenye media za Buja Town ya bari ya mjini, kisha baadaye anakuambia baba, tangu leo nikome unikomazike. The way shemeji ni mtu ambaye hataki sana kuonekana kwenye mitandao. Unaweza kujifeel vipi? So ama utakolewa jamaa ya drama naomba basi hiyo kipindi vuta baba mkubwa kwa megumuka. Amna blaza. Unaona ni kitu kwanza naweza nikajifeel bad. Unaona kumwamini mtu unampenda, kusema umweke wazi, yani una ujasiri fulani hivi unaonesha kwenye watu, kisha baadaye anakuja na kumwaga, ikibidi na dawa. Kuna demu fulani mwewe kumuona barabarani ukamshobokea sana lakini ushinda kumjongelea, kwa demu gani? Kawaida sione kabisa. Ajio kutokea basi uko na bi mkubwa kisha unaona wengine mwanamke unatokea kumtamani. Wapi kabisa. Wapi? Ni kitu gani ambacho unajivunia ukiwa na mpenzi wako? Najivunia kuwa naye tu, ni mtu ananiridhisha, ananipenda na mimi nampenda. Kitu gani ambacho unakiona kwa mpenzi wako mwingine ana? Yani naona yote anavyo. Kitu chote iko nacho, anaeneza. Kitu chote anacho. Ni kitu gani ambacho labda ushaga kaa unaangalia kweli unasema mimi kuna kitu fulani ambacho nakosa? Unajisikia kama ule demo ananipenda, maana yake kuna kitu fulani ambacho amenipendea, kama pesa ama nini? Blaza, nakwambia ni hatari. Unajua Baby Charo, maisha ya ustani magumu, right? Kwa exclusive interview natakiwa tujue yote, tuone Baby Charo anaishi vipi, changamoto zake ni ipi, unaona? By the way, inatakiwa kwanza msanii tuulize yale maswali ambayo wengi wanakuwa hawako update nayo. Unaona bro? Sio kila saa msanii atabaki anashine, anafanya hivi. Sometime inatokea hivyo. Unajifeel vipi? So unaona mimi kisa niongelee mapenzi yangu sana. Yani mtoto tu utajikuta baadaye unakuja karibu. Sio kusema nitakuja karibu, lakini mtoto wa mtu amenionea tu huruma na karishana na hali yangu akakubali kupenda na mimi. Sio kama sikutaki lakini sitaki mazoea na wewe. Unawasha tu simu, unakutana message inaingia kwenye simu ya bimu wako. Toa jibu moja hapo. So hapo itabidi tu nimpigie kwanza simu nimuulize sababu. Ndio tayari hiyo sababu ndio imeshatoka. Wewe sasa toa jibu kwenye message. Okay, akiniambia hivyo basi na mimi napotezea. Kuna mtu fulani amesalitiwa na ni moja tu ndani ya vitu ambavyo vinaelekea mambo ya music, kutokana na kitu alimwambia music ni vitu vibaya. Kwanza havina heshima kama sisi tunaanza kusema. Pili ukijaribu kuangalia music like business. Hivi ni kitu gani ambacho ukisha kuingizia kwenye music mpaka uanze kuinvest sana kwenye muziki kuliko maisha yako? Kwa sasa bado nikingana pigana ya kwanza channel yangu ipande na mimi kesho yake nitoboe, unaona? Na wakwambia kila kitu mwanzo ni lazima ukigaramie
kwa sababu uje ule matunda yake. Baby Charo, narudia tena, music like business. Tunahitaji pesa kwenye music. Yeah, tunahitaji pesa bro. Yeah. Hivi ni kitu gani ambacho ushaona labda kama nikiendelea hivi hatua yangu ya muziki itakuwa nzuri? Labda siku fulani nitapiga ugali kutokana na muziki wangu. So ni kuongeza tu bidii. Na kujipa moyo. Wababu zetu huko, wakaka zetu, wakina Lolilo, wakina Fizz, wakina nani, ni mmoja ni entertainment, wanasema kwamba muziki haulipi. Kisha bado Baby Charo anajiunga tena kwenye muziki. Hawezi kama hapo kuna kitu fulani ambacho hatujagundua sana. Unaona, kawaida zamani muziki ulikuwa ulipi. Kusema utobe ulikuwa vigumu sana mpaka utembee na masiti kushare kwa watu wanaonunua, lakini kwa sasa inakuwa tunaweka, na tunashukuru pia kuona kwa sasa social media nyingi za hapa Burundi zinaweza kulipia. Niambie 5 star ambao unawaamini wewe hapa Burundi. Unahisi kama wakipatikana vizuri na wakiendelea wanafanya kazi, music ya Burundi itatoka hapa na ichukue nyingine hatua kubwa? So mtu wangu wa kwanza na muamini sana hapa Burundi ni Big Fizzo, Fariaz. Wa pili Satbi. Tukishuka hapo nafika nashuka moja kwa moja kwa Olege. Na brother wa Muiteka Music D1. Okay. Yeah. I like that. Tunaanza kwa Big Fizzo. Kitu gani ambacho kimekuinspire mpaka ufuate nyando za Big Fizzo? So Big Fizzo ni mtu mwenye nilikuwa na jimfeel kutokea kitambo. Nilikuwa nikisikia ngoma zake naona kama ni mtu mwenye anaongelea vitu vya reality na maisha yangu. Unahisi kama Fizzo alifanya kitu gani mpaka uwe inspired sana muziki wake? Ni uandishi tu mzuri na kuikaa chini na kufikiria kitu gani mashabiki wanahitaji. Ukiangalia kwenye nyimbo zako zinakosa ladha gani? Kwenye nyimbo zangu ni kwa juu tukinga bado tunatumikia kwenye studio ndogo. Baby Charo, kesho utaenda kuomba sponsor kwa studio, utakwambia nenda kule kwenye studio kubwa. Hivi unaposikia studio kubwa zinakuwa ni studio gani na zinakuwa ni za wanani? Studio mimi nakubali sana Bantu Boy. Ni kitu gani ambacho labda turudi tena chini hapa tuingie kwa D1? Kitu gani ambacho D1 anakuvutia kwake? D1 kawaida ukiangalia ni mwandishi mzuri, anaandika vizuri, na ukiangalia ngoma zake pia zina uhalisia fulani hivi ukisikia. Anaweza kusema miaka 30 tayari Fizzo ameshaimba. Hivi ukiangalia Fizzo, ni hatua gani Burundi ashafikisha kwenye music? Ni hatua kubwa. Kama hatua gani? Nakumbuka 2015 alienda Rwanda. Kinyume na kwenda, kuna faida yote ya muziki achasema underground akianza kuimba leo kesho kuna faida fulani ambayo atapata? Underground? So faida ipo. Faida gani? Unaweza kwenda Bantu Boy kufanya nyimbo? Mimi naweza nikaenda. I like that. Nipate sio faida. Faida ipo. Unaona, ukitumikia kwenye studio kubwa kuna utofauti. Kwa juu kule unapasha ulipe kitu kwa ni pesa zinaonekana. Na kipindi unatoa ngoma ni lazima waifanyie promo, waifikishe kwenye maredio wenyewe, unaona, waifanyie promo hata kwenye promoters wengine. Lakini tukisema ukitolea kwa studio ndogo, hii studio ndogo wanakutanga ukimaliza muziki wanakupatia. Ije ana ule muda wa kusema kufanyia promo kutokana na kipato cha ulimpatia. Kwa hiyo Baby Charo anasema kukawia kwa music ndio sababu kubwa ambayo inaweza kufanya music itoke vizuri. Tunapandisha mikro kama hivi. Yeah. Like unasema kwamba ukawia sana ndio kunafanya music itoke vizuri. Yeah. Na ushagwe kwa kwenda kwa producer fulani wote akakupatia usia kwambia muziki ukawia sana ndio kutoka vizuri? So kawaida hata mpaka sasa mwanatumikaga naye. Anakuwa nishauri, ananiambia jitahidi utembee kwenye studio makubwa, wajua wale wanajulikana sana. Underground sometimes wanatumia nguvu nyingi sana kuliko master kwenye muziki wao. Hivi kwenye radio wengi wanasema kwamba music wa underground wanapobeba music kwenye radio wanakuwa labda hawasupportiwi, hawapati sponsor, hawapati labda promotion hivyo. Kwako Baby Charo inakujia ngumu ama ni vile vile kama kisi unavyosikia? So ni hivyo kisi navyosikia juu na mimi nimeshagawahi kuna kipindi niwe kwenda ku radio fulani hivi siwezi nikataja jina. I like that. Nikafikisha muziki wangu pale ndio kipindi 100 inatoka. So nikaongea nao mimi nikajua tu kwa jua aliandikaga ni bure. Mimi nikaacha ngoma pale nikajua itapigwa na mpaka sasa je. Mpaka sasa hujasikia? Yes. Unahakika kama kweli bado haijapigwa? Na uhakika juu kipindi napeleka ngoma yangu kwa radio na inabidi nifuatilie kwanza radio kama kweli walikubali kupiga muziki wangu au vipi waliweka pembeni. I like that. Ndugu mtazamaji wa kipindi cha Buja Town TV, hapa nikisema kipindi hewani kinaitwa Jina la Tukutane. Ni kipindi ambacho tunazidi kukutana na wasanii tofauti, tunauliza changamoto zao, wako vipi, wanaishije. Na hivi sasa tunafikia kwenye topic ya kupresent kabisa muziki kama Mi Amor, na hiyo pia ni ngoma ambayo imeweza kufanya fresh. Yeah. Na kila mtu anaweza kugundua uwezo wako kupitia ngoma hiyo ya Mi Amor. Mi Amor umesema umeandika kwa sababu ya brother wako, uliona mapenzi yao mazuri kuweza kuandika. At least tutegemee kama ama tusitegemee Mungu apishe mbali ama shetani aende mbali kabisa. Ikitokea waachane, utaandika tena nyingine ngoma au vipi? So
Unaoga mara nyingi tunaandika vitu tunaona mtaani. Nikishaona mabrazo wanapitia hiki, changamoto gani zinawasumbua, itabidi niandike pia. Wizi mtaani hauishi. Nadhani kama Baby Charo ashaandika nyimbo ya wizi yao. Ya, nishawe kuandika ngoma ya maisha lakini bado haijatoka. Haijatoka. Tutegemee lini? Sijajua yani. Allah that. Wewe ni msanii na miaka 3 unaimba, bimana ulikuwa unafanya research sana, ulikuwa unatafuta sana eti. Nahitaji unaambia EP, tunaposikia neno EP, ni neno ambalo linatoka kwenye music. EP ni kwa ufupi. Kiurefu EP tunaitaje? Hapo sidanganya yani, hapo na mimi nasikiaga hivyo lakini sijawahi kuchunguza. Naona nasikiaga hivyo. Sijawahi kuchunguza. Msanii kutoa album inamsaidia nini? Msanii kutoa album. Msanii anapotoa album inamsaidia nini? Inatokana, unaona wasanii wakubwa kwa sababu kwa sasa wanatoa album kwa sababu ya vipato tu viongezeke yani. Toa ngoma nyingi asikilike. Lakini kwa sisi kutoa album ni vigumu juu inatugari sana gharama nyingi. Ndugu mtazamaji, shabiki wangu, nikisema kipindi hewani tukutane, kipindi ambacho nazidi kukutana na watu tofauti, watu ambao wana talent nyingi sana hapa, nikisema kwamba tukumbushie kama band camera ni Raja Buja Town. Ni introduce ngoma kubwa ambayo inajulikana kwenye jina la On Fire kwa YouTube channel yake. Unaweza kaandika Baby Charo, ende kumpiga pale subscribe na kama kumsupport. Hajaomba pesa yako, hajaomba nguvu zako, ila anaomba tu ni ushabiki wako kumpa tu subscribe pale ili aweze naye pia kuendelea mbele. Na introduce kama kwako kwenye kipindi kubwa kama wanasema tukutane. Ni kipindi ambacho nazidi kukutana na wasanii tofauti, tuzidi kujua changamoto za wasanii zikoje, wanakutana na kitu gani kwenye muziki yao. Si mbaya kama unaweza kuacha hata comment yako hapo. Tugeuze ni kwenye kipindi chetu, tuongeze kitu gani. Nikushukuru tayari umeshabonyeza button nyekundu. Nikushukuru sana Baby Charo. Thanks bro. Introduce basi mara ya mwisho ili watu wapate kupata. So they call me Baby Charo, Bad Nation. King of New School. Na nawashukuru pia na nyinyi pia kwa kunipa muda kwa kufika hapa. Like that. Na nawashukuru sana watu watakapoona hii video wapitie kwenye channel yangu pale, wa subscribers na waiji sitoangusha. Nitaendelea kufanya kazi nzuri ili wazidi kutana. Kama kawaida mshukuru sana Raja Buja Town, azidi kufanya image na voice uweze kufikia bila utofauti. Tunafikia kile kipindi cha kusema a cappella. Piga cappella bro. Na yale maneno matamu alioniambia mini wake, leo simuoni oh no. Umeniacha kichwa kinauma na mawazo mengi oh baby, no. Sijuti kukufahamu ila najutia kukuamini, kwani nimekupa moyo wangu. By the way, kama kisomeshi kubeza ndani ya Buja Town TV, tutaenda tunakosoa moja baada ya mmoja. Maana kufanya tukosa tayari tumeshafanya, tumeshakosoa. Tunariposti basi. Sijuti kukufahamu ila najuta kukuamini. Tayari tumeshaiba lyrics. Nikushukuru sana wewe ambao ushabonyeza button nyekundu iko chini ya video yako, niseme tena ciao. Usitoke.